Yes, shalom watu wa Mungu. Mungu akubariki tena usiku wa leo. Baada ya ibada ya leo hapa Dar es Salaam, kesho siku ya Jumamosi kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni tutakuwa na kazi kubwa sana juu ya watu hawa. Watu wa Mungu, kuna watu ambao hawajawahi kuweza kutoka level moja ya maisha kwenda level nyingine, ni kama wanasaiko kwenye level ile ile. Kuna watu ambao hawajaweza kutoka kwenye level ile ile ya maisha, kinachotokea kwenye eneo hilo ni kile kile. Kuna watu ambao hawajaweza kutoka kwenye hiyo cycle ya mahusiano, kinachotokea kila siku ni hicho hicho. Kuna watu wengine hawajawahi kuvuka kwenye hicho kipengele cha ajira. Kuna watu hawajawahi kuvuka kwenye hicho kipengele cha promotion. Kuna watu hawajawahi kupata afya zaidi ya hiyo. Yani vitu vinavyotokea ni vile vile. Kiwango chako cha maisha ni kile kile. Haujawahi kutoka kwenye kiwango hicho cha maisha. Hata ufanye nini, hata ujitahidi kiasi gani, bado hujaweza kuvuka kwenye level ile ile. Kesho siku ya Jumamosi tutakuwa na vita ngumu sana, na ninatamani watu wa Dar es Salaam, na kama uko pia Morogoro unaweza ukasafiri kesho, unaweza ukasafiri. Kama uko pia Dodoma, kama kutakuwa na usafiri, unaweza ukasafiri kwa ajili ya ibada ya kesho. Kesho tutakuwa na ibada ngumu sana. Watu wa Mungu, nilishasema na nitaendelea kurudia tena, kiwango cha maisha ulichonacho ni sawasawa na kiwango cha vita ile ya roho ya kiroho uliyoifanya. Ni sawasawa na zile roho ulizopigana nazo. Manake ungepigana na roho nyingine, manake umeishia kwa maisha hayo kwa kiwango hicho hicho, kwa sababu kuna roho zimekuzuia. Ungeweza kuziondoa hizo roho, ungeenda kwenye kiwango kingine cha maisha. Kesho nataka tufanye maombi ya kupambana na roho nilizoziita ni roho za taarifa. Ikumbuke watu wa Mungu, wakati mwanadamu anakuja hapa duniani, kuna roho inakuwa signed kwa ajili yake. Ni kama inapewa kazi ya kukusanya taarifa zake zote. Yeye ni nani, atakuwa nani, atafanya nini. Hiyo roho inatunza kumbukumbu zake zote. Hii roho wakati mwingine inaweza ikawa manipulated au ikawa corrupted kutokana na yale atakayofanywa juu ya huyo mwanadamu, au huyo mwanadamu atakayoyafanya. Roho hii ikawa manipulated, ikabadilika, ikaingia roho chafu. Hii roho chafu ikaanza kukusanya taarifa mbaya za huyo mwanadamu. Na kwa sababu hii roho inafahamu wewe ni nani, utakuwa wapi, unapaswa kuwa nani, hii roho inaanza kusababisha uwe vile inavyotaka uwe yeye, hiyo roho, kwa sababu ya zile taarifa ilizo nazo. Watu wengi wameshindwa kwenda hatua nyingine ya maisha. Maeneo yao mbalimbali yameshindwa kubadilika kwa sababu hii roho ndio inayoamua kutokana na zile taarifa ilionao kwa ajili yako. Nitakuonyesha kibiblia watu wengi ambao walizuiliwa na hii roho. Once imekukusanya taarifa zako zote, hakuna kitu chochote utaweza kukibadilisha kwenye maisha yako unless you kill this spirit. Narudia tena, ni mpaka utakapoua hii roho na kuiondoa, iachilie zile taarifa zako ilizonazo, kwa sababu zile taarifa ilizonazo kukuhusu ndizo zinazoiruhusu endelee kukushikilia. Kwa sababu hiyo watu wa Mungu, kesho tuna vita kubwa sana. Kwa kama uko Dar es Salaam, kesho Jumamosi kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni tutakuwa na vita hapa Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni ni maombi tu. Watu wa Mungu, utaona maroho yakilipuka. Sisi ndio tumemzuia asiingie kwenye ndoa, sisi ndio tumemzuia asipate kazi, sisi ndio tumemzuia ile promotion, sisi ndio tumezuia visa yake, sisi ndio tumesababisha asipone. Utaona vituko sana. Sisi ndio tumezuia ile tenda asipate, sisi ndio tumezuia wateja wasije kwake. Hizi roho zitalipuka kesho, kwa sababu zenyewe utakapojaribu kupata information, utakaporuhusu ziachilie ile information yako, then unazinyang'anya uhalali, kwa hiyo zitakuwa zinakuachia. Na nina uhakika baada ya ibada ya kesho, kuna vitu vilikuwa vinashindwa kutokea kwenye maisha yako vitaanza kutokea venyewe. Utaona matokeo yakianza kutokea yenyewe. Kesho saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni, mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo. Usikose ibada hii, ni ya muhimu sana. Utakuja kunishukuru baadaye na utamshukuru Mungu baadaye. Njoo kabisa kwa lengo kwamba safari hii naenda kuvuka hapa. Naenda kuona matokeo tofauti kwenye ile eneo la mahusiano. Naenda kuona matokeo tofauti kwenye eneo la huduma. Kuna watumishi wa Mungu ambao wamebaki kwenye kiwango kile kile, wanashindwa kusogea mbele. Tomorrow is your day.
Tomorrow is your day. Watu wa Mungu, kuna wafanya biashara wamebaki kwenye level ile ile. Kuna wafanya kazi ambao wanahitaji kupandishwa madaraja, kupandishwa vyeo, kupata mishahara mingine, lakini miaka yote wamebaki pale pale. This season nitahakikisha utabaki hivyo. Kesho, narudia tena, ni kesho. Kesho siku ya Jumamosi saa 7 mchana Mbezi Beach, Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Kazi ni moja tu, kuhakikisha hizi demons, haya mapepo yanayokufahamu, hizi roho zinazokufahamu zenye taarifa zako zinakwenda kuachia hizo information, then tunaruhusu sasa uende kwenye hatua nyingine. Usisahau juu ya ibada hii. Hifadhi muda, ni saa 7 mpaka saa 12 jioni, Mbezi Beach, Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Njoo kwa ajili ya ukombozi wako. Kuna kitu lazima kifike mwisho kesho. Kuna maisha mengine, kuna chapter nyingine lazima ianze kufunguka kwenye maisha yako kesho. Mungu akubariki sana. Tuonane siku ya kesho. Kama uko kwenye mahusiano ambayo eneo lako la mahusiano limekuwa gumu sana na unasema limekuwa gumu sana, kesho nina kazi na wewe. Kama unasema mtumishi, kwenye eneo langu la mahusiano pamekuwa pagumu sana, hizo umekuwa unakwama tu kwenye mahusiano, umekwama kwenye engagement, umekwama kwa kupata mtu sahihi, kesho, watu wa Mungu, kesho ni kesho. Nikisema kesho ni kesho, ninamaanisha saa 7 kamili mchana mpaka saa 12 jioni, Mbezi Beach, Goigi, ukumbi unaitwa Mateo. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Hii siku ya kesho, acha ratiba zako zote, acha vitu vyako vyote, mwambie Mungu nataka kwenda kuwa huru. Mungu akubariki sana. Nisaidie kushare, nisaidie kutagi mtu mmoja, mwambie nenda, utaona kile kitu Mungu atafanya kwenye maisha yako. Shalom.